Matatizo mengi duniani husababishwa na moyo. Yeremia 17 mstari wa 9, moyo ni mdanganyifu kuliko vitu vyote, kumaanisha kuwa usiufuate moyo, unaweza kukupotosha. Hali ya ndoa kuvunjika, ugomvi ndani ya familia, urafiki, hata machaguzi mabaya ya vitu pia husababishwa na moyo. Luka 6 mstari wa 45, kinywa hunena yaliyojaa moyoni. Majibu yetu kwa watu tunavyowachukulia wakitutendea vibaya huonyesha hali ya moyo wetu ulivyo. Ukiweza kuudhibiti moyo wako, utakuwa umeweza kwa asilimia kubwa kudhibiti hisia zako ili zisikupotezee amani yako. Waibrania 3:12, msije mkawa na moyo mbaya wa kutokuamini. Moyo husababisha kutokuamini Mungu na watu pia. Moyo husababisha kuwahukumu watu japo wana makosa, lakini si kazi yetu kuhukumu. Moyo wako ukiwa thabiti, hutoumizwa na matendo wala majibu ya watu wala hali zao. Je, unamjua nani anayeweza kubadilisha hali ya moyo wako? Mimi nimeweza kusaidiwa baada ya kumwamini Yesu Kristo kwa moyo wangu wote kuwa ndiye njia, ukweli na uzima. Sasa najisikia vizuri kuliko siku zote. Kama upo tayari, unaweza kumwamini yeye pia, na hapo ndipo mwanzo wa uponyaji wako utaanzia. Tuombe. Baba wa mbinguni, wewe wajua hali za moyo wa mwanadamu. Tujulishe tujue hali za mioyo yetu ili tuwe na pa kuanzia kukubali, ili tubadilishwe kwa kumwamini mwanao Yesu Kristo. Amen.